Yes, habari. Karibu nifunze Tech. Leo tunaendelea na somo letu la sita la PowerPoint. Kwenye video hii tutakwenda kuangalia menu yetu ya insert. Tutaangalia pia jinsi ya kuingiza vitu vingine, kama tutaangalia namna ya kuingiza video, pia kuingiza tunasema zile kuna smart art, kuna chat na vitu vingine vingine. Ungana nami. Tutaanza kwanza kabisa tufanye hivi. Tuongeze slide nyingine hapa kwenye hii kazi yetu. Tukaongeze slide nyingine kwa ajili ya kufanyia mazoezi. Tuje hapa kwenye sehemu ya home, tuseme kwenye new slide tuweke slide hapa, hii hapa. Tutumie hii hapa ambayo ni title and content. Hii hapa utaibonyeza. Baada ya hapo itafunguka hii karatasi mpya ambayo ni slide new. Sasa kwenye video ambayo ilipita nilikuonesha namna ya kuweka picha kwa kupitia kwenye menu ya insert. Ingawaje kuna shortcut pia ya haraka. Ukiwa kwenye sehemu ya slide kama hapa, icon hii hapa, icon ya picha. Hii icon ya picha ukiibonyeza na yenyewe inakuruhusu pia kuweza kuingiza picha. Umeona? Kama unavyoona hivi. Unaweza pia ukaingiza picha kwa haraka zaidi. Kwa hii pia inakuwa ni shortcut ya haraka ya kuingiza picha katika hiyo file lako la PPT. Lakini pia kuna hii option nyingine ambayo wanasema ni smart art. Smart art unaweza ukaziingiza kwa kupitia kwenye sehemu ya insert hapa. Ukasema kwenye insert, ukaingia kwenye group la illustrations, ukaingia kwenye sehemu ya smart art hapa. Smart art ipi kuweza kuelezea baadhi ya concept. Kwa unaweza ukachagua kama ni hii labda kama ni hii, yani wewe utaangalia unapenda kutumia hipi kati ya hizi. Kama ni hii unaweza ukachagua, ukasema okay, itatokea. Sasa hapa unaweza ukaweka pia hiyo, ukapanga humu ndani, labda program mfano, labda ni program labda tuweke software labda hapa tuweke user. Umeona, unaweza ukapata kitu kama hichi hapa, ambapo hii pia na yenyewe inakuwa ni smart art. Kwa hiyo yenyewe tunatumia hizi smart art kwa ajili ya kuelezea labda kama labda ni idea fulani labda au wazo fulani unaelezea kwa kutumia mchoro. Hiyo inakuwa ni smart art. Lakini pia ingia pia kwenye sehemu ya new slide hapa, pia tukaongeze slide nyingine. Tufanye hivi. Pia kuna hii sehemu ambayo inaonekana hapa. Hii hapa inakuruhusu kwenda kuweka video. Sasa unaweza ukaamua uje hapa kwenye sehemu ya insert hapa, kubonyeza insert, ukaangalia sasa ukaangalia hiyo video yako inapatikana wapi. Mfano tuseme labda mimi video yangu inapatikana kwenye desktop hapa. Video yangu inaitwa ni Fire, hii hapa, Firebase. Unaweza ukaibonyeza ukasema insert. Kwa hapa utasubiria, hii ni video yako kama jinsi inavyoonekana hapa. Lakini pia kuna hii ni video style kama inavyoonekana hapa. Unaweza kuingia pia hapa ukachange ukaweka style ambayo wewe unahitaji. Hapa unaweza ukaona ukaweka style kama hii hapa. Of course hii ni video. Unaweza pia ukaiplay ukaona inavyokuwa inafanya kazi. Lakini pia tukaweke pia kitu kingine pia. Tuingie kwenye sehemu pia ya slide, tuseme new slide, tuweke pia kitu kingine pia, tukaweke table. Kwenye video ambayo ilipita nilizungumzia pia kuweka table. Nisema unaweza ukaingia kwenye sehemu ya insert hapa ukaweka table, lakini njia ambayo ni ya shortcut zaidi kwenye hii tunasema ni karatasi yetu. Utaingia kwenye sehemu hii, kwenye hapa icon ya table utabonyeza. Hapa watakwambia unataka column ngapi na row ngapi. Labda nataka niwe na column 2 kwa row ngapi, kwa row 5. Utasema okay na table itakuwa imetokea. Unaweza ukaamua hii table kwanza moja ni to undo. Yeah. Lakini pia unaweza pia ukaamua pia uweke chart. Yaani unaweza ukaamua uje kwenye sehemu ya insert pia hapa uweke chart kama zinavyoonekana hapa, hii hapa chart.
ukasema mimi bana nataka niweke chati. Hapa utachagua unaweka kama ni chati ya aina gani, kama ni graph hizi, kama ni column kama hii, unaweza kaamua uselect hii hapo, utasema okay, na itatokea kama unavyoona hapa. Hapa imefungua Excel ili iweze kuchange hizi data ambazo zinaonekana hapa naume. Labda hapa labda tuweke labda wanawake hapa, labda tuweke labda vijana mfano. Baada ya hapo unaweza ukaifunga. Unaweza kaamua hii ukaifunga. Mpaka hapa tayari umeshaandaa chart. Uweke title. Labda hii hapa nasema ni takwimu inayoonyesha watu wanaojua kutumia program ya Microsoft Word. Unaweza pia ukaandaa kitu kama hichi hapa, pia ukapiga bold ukasema ikakaa katikati. Umeona, hiyo ndo namna pia ya kuweka charts